Uganga ni ibada, acha kuwa mjinga. Hamna tabu hiyo, watu wafanye sana. Uganga si ushirikina. Kila gonjwa lina tiba yake. Kuja watu wanasoma sana eti haifai. Anakuja mtu herufi moja katika fani ya tiba hajui, alafu anakuambia huo ni ushirikina. Mpaka wachawi, vibaka wanatuchezea sisi. Miongoni mwa watu ambao mimi nawafahamu ni matabibu wa kweli katika tiba za asilia. Wana taaluma ya tiba, si wababaishaji, si matapeli. Ana sifa nyingi tu katika mambo mazima ya tiba. Anatibu maradhi mengi ambayo kwamba ni maradhi ambayo kwamba haitibiki unapoenda hospitali. Miongoni mwao nawafahamu mimi ni kama vile Sheikh Yusuf Diwani. Ukitaka mtu Sheikh ambaye yuko genuine, Sheikh ambaye hana mambo mengi, basi mtafute Sheikh Yusuf Diwani. Ni miongoni mwa mashekhe ambao ni walezi wetu, lakini kadhalika katika harakati za dawa amefanya mengi. Kama una ndugu yako unajua ana maradhi makubwa yanamsumbua, ana matatizo mbalimbali, usione tatizo, mtafute Sheikh Yusuf Diwani, utapata kusaidika. Usikate tamaa, mtafute Sheikh Yusuf, zungumza naye. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748869733 na 0659869734. Yote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. A'udhu bijalali wajhikal karim min kulli shaytanir rajim. Furaha, ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa vipindi vyetu bora kabisa, tunaendelea kutazama katika kipindi chetu Uganga si Ushirikina. Epuka dhana potofu ambazo zinaweza kukutoa katika malengo, lakini pia kukutoa katika mafanikio, za kukutoa katika njia, ili mradi siweze kufikia yale ambayo yalikuwa bora, yaliyo mazuri, lakini pia yenye natija bora kiafya, lakini pia hata kimaisha kwa ujumla wake. Ninaye Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwani, tutakwenda kuangazia leo kunako swala lazima ni kwa namna gani unaweza kumdhibiti mume wako au kumdhibiti mke wako asiwe na habari za kurukaruka, au asiwe na habari za mchepuko, au pasiwe na habari za mizozo, migongano isiyo na ulazima hapo nyumbani, kutengeneza mapenzi, mawada, lakini pia huruma na watu kukusikilizana. Yote haya utayapata ndani kipindi chetu hichi cha Uganga si Ushirikina, epuka dhana potofu. Muda huu ni salamu, na kisha baada hapo tutakwenda sasa tukaangalia ni kwa namna gani unaweza ukamdhibiti vizuri mumeo au mkeo, lakini pia kuondosha zile vurugu, mapambano, mapigano, mizozo, lakini pia kutengeneza amani, utulivu, mapenzi, lakini pia na kuhurumiana, ili maisha yaweze kwenda katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali. Yalla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako tu? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na tuko imara zaidi kwa hurma na utukufu wake Allah, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa vipindi vyetu bora kabisa, Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali yuko na afya bora, lakini pia na hali ya kutosha ya kutaka kukuelekeza ni vipi unaweza ukamdhibiti mkeo au ukamdhibiti mumeo, lakini pia vipi unaweza ukarejesha mapenzi na mahaba, lakini pia kufunga habari za michepuko ambayo huenda ndoa nyingi zinaathiriwa sana na kuwepo kwa
michepuko, hali ambayo inapelekea mume anathamini sana mchepuko au mke anathamini sana mchepuko kuliko kuthamini ndoa na mume wake. Dr. Saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, kipande cha ndoa kimekuwa kina shida kubwa sana. Tunasema ni kama vile ugonjwa uliokomaa kwa sasa, kutokana na jamii nyingi, ndoa nyingi zimekuwa na mitihani ya mizozo, na vyanzo vya mapambano yote haya au mizozo hii ni kuwepo kwa michepuko kwa mume au kwa mke. Hivyo sasa nguvu kubwa inaelekezwa kwa mchepuko na kuiona ndoa ni kitu dhaifu kisicho na maana kwa upande wao. Sasa basi, lakini pia mapenzi yanapelekea mapenzi kuondoka, furaha inaondoka, lakini pia huruma inaondoka. Sasa nini kinaweza kufanyika ili hawa wana ndoa kwanza wasiweze kuchepuka, pili mapenzi yarejee, tatu huruma iweze kutawala katika ndoa yao? Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, ndoa ndio maisha yenyewe. Yani lau kama katika ndoa kutakuwa na matatizo, basi mengi katika mipango ya kimaisha utaona nayo inayumba. Na lau katika ndoa kutakuwa na maelewano mazuri sana, kuna masikilizano mazuri sana, lakini mapenzi yametawala kwa wanandoa, hata mifumo na mipango ya kimaisha utaona nayo inakwenda vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo sasa tunahitaji kutengeneza mapenzi ya kudumu katika ndoa zetu. Tunahitaji kutengeneza mawasiliano bora katika ndoa zetu. Tunahitaji kutengeneza maelewano mazuri katika ndoa zetu, kwa sababu kuanzia hapo ndipo mambo mengi sana huenda katika hali iliyopangiliwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi zipo taratibu al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani za kufanya ili ndoa zitawale amani, zitawale furaha, lakini kadhalika wale mahasidi wote wanaoharibu na kuvunja ndoa za watu wakae mbali na ndoa hizo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili majambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Wakati nataka kuingia kuleta utaratibu maalum ambao bila shaka wewe ndugu yangu ambaye kwa sasa unatufuatilia kupitia katika channel yako hii bora, bila shaka utabaini mazuri ambayo ukiweza kuyafanya hayo, basi kutakuwa na amani na utulivu na furaha na raha ya kupindukia hapo katika ndoa yako biidhnillah. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, khairun nisa'i man idha nadharta ilayha sarratik wa in amartaha ata'atik wa in ghibta anha hafidhatik fi maliha fi malika wa nafsiha wa halumma jara au kama qala. Anasema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, mwanamke bora ni yule ambaye kwanza ukimtazama nafsi yako inaona raha. Yani maana yake mrembo, mzuri, anavaa, akivaa anapendeza. Basi kule kuvaa na kupendeza, wewe ukimtazama mkeo namna alivyokuwa mzuri, basi wewe nafsi yako inapata raha. Lakini haishi hapo tu, lakini kadhalika na ukimwamrisha anatekeleza. Ukimwambia kitu fulani fanya, atafanya kwa mapenzi na heshima na nidhamu. Sahihi. Na ukimwambia kitu fulani acha, ataacha kwa mapenzi na heshima na nidhamu ya hali ya juu. Huyu ni mwanamke bora. Sahihi. Lakini kadhalika weka upande wa pili pia, mwanamume bora ni nani? Ni yule ambaye mwanamke anapomtazama mumewe anajisikia raha. Lakini kadhalika ni yule ambaye bila shaka anatekeleza majukumu yake pale nyumbani. Ajue mke anakula nini, ni jukumu lako wewe mwanamume. Ujue mke anavaa nini, ni jukumu lako wewe mwanamume. Ujue mke analala mahala gani tena penye usalama wa kutosha, ni jukumu lako wewe mume. Basi wewe unakuwa ni mume uliokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hata mume akisafiri, mke analinda mali zake na anajilinda yeye mwenyewe.
Isiwe fungulia mbwa kwamba mume kasafiri basi mashaallah sasa ndio fungulia mbwa, anarudi saa 8 za usiku anatoka saa 12 saa 11 jioni. Basi ili mradi matatizo matupu. Isiwe hivyo. Sasa hizi ndoa za namna hii ambazo nyingi zimekuwa na mashaka. Yani wengi tumechagua wanawake ambao si wanawake bora. Bali tuna wanawake. Na wengi katika dada zetu nao wamechagua wanaume ambao si wanaume bora. Sasa hao wakikutana moto unawaka. Vumbi inatimka kweli kweli. Sasa hawa inshallah tunataka biidhnillah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu awabadilishe kutoka kuwa wanaume wasio bora wawe wanaume bora, na kutoka kuwa wanawake wasio na kheri wawe wanawake wenye kheri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unajua mapenzi ndio kitu ndio mpango mzima al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Yani wakipendana watu wataheshimiana. Wakipendana watu watahurumiana. Wakipendana watu basi kila mmoja atakuwa na hamu na mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu kuna mapenzi baina yao. Al-Imam Shafi'i ana maneno anasema innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Siku zote hakika ya mpenzi kwa yule anayempenda basi lake ni jambo moja tu, ni kutekeleza yale matashi au matakwa ya mpenzi wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa zile ndoa ambazo zinalegalega, zina mashaka, zina matatizo, hazina maelewano, zina vurugu kila kukicha, tunakwambia idha aradta taskina zawji au almar'a, pindi ambapo unapotaka kumtuliza mkeo atulie tuli, lakini kadhalika unataka kumtuliza mumeo atulie tuli. Mchepuko sio dili, asiwe ni mtu ambaye anarukaruka mara kimada hiki mara kimada atulie nyumbani katika ndoa yake. Huyu tunafanyaje? Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza inatakiwa tupate jina la huyo anayerukaruka. Kama ni mume basi jina lake lipatikane, kama ni mke jina lake lipatikane. Yani wapatikane hawa wote wawili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kupatikana majina yao panafanywa vitu vinavyoitwa al-isqat biljumalil kabiri. Pafanywa isqat kwa jumla kubwa. Kisha tutapata hisabu maalum inayokwenda sambamba na jina lake. Mathalan mfano jina langu mimi Yusuf, yani nikifanya isqati jina langu linakuja hisabu namba 156. Hiyo ndio hisabu za jina langu. Mathalan tufanye ndio mimi sasa katika hali za namna hiyo. Kisha baada ya hapo sasa utachokifanya utasoma aya hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala kwa hisabu isiyopungua mara 999 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii aya inasomwa mara 999 kwa maana 999 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndio password yenyewe. Baada ya kuisoma mara 999 alafu kisha utarejea tena aya hiyo hiyo kuisoma kwa hisabu isiyopungua mara 156 kama anayefanyiwa ni Yusufu. Lakini kama unafanyiwa ni wewe jina lako jingine, hisabu zinakuja nyingine na taratibu pia zinaweza zikabadilika kutokana na hisabu. Lakini 999 itabaki vile vile biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utasoma aya hii. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم مرة 999 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kumaliza utasoma kwa hisabu ya jina la talib pamoja na
matulubu, yani jina la huyu mke ambaye unataka atulie pamoja na mume ambaye anayemtuliza mke huyo, au jina la huyu mume ambaye unataka atulie pamoja na mke ambaye anayemtuliza mume huyo, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utasoma kwa idadi ya majina aya hiyo hiyo biidhnillah. Password ni 999, ndo password ya majambo kutuliza ile ndoa, kuwe na amani na furaha ya kudumu biidhnillah. Utasema walahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa as-sami'ul alim, walahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa as-sami'ul alim, walahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa as-sami'ul alim, mara 999. Kisha utarejea kwa hisabu ya talib pamoja na matlubu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tazama utulivu unakwenda kukithiri pale nyumbani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo utasoma aya hii mara 313. Idadi ya ahlul badri 313 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utasema ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. مرة 313 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusoma mara 313, kisha utasema maneno haya: Allahumma inni as'aluka alhamda la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'a as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya man tamliku hawaija as-sa'ilin wa ta'lamu dhamaira as-samitin urzuqna sururan la yushawwibuhu huznun wa sa'adatan la yu'akkiruha shaqa وعافية لا تزول اللهم ارزقنا وارزق فلانا. Hapa unamtaja yule fulani ambaye anayetaka pawe na utulivu pale nyumbani. Allahumma arzuqna warzuq fulana راحة البال وطمأنينة القلب وسكينة النفس يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. haya maneno utarejea mara 100 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani baada ya kusoma thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi, hii utaisoma mara 313, alafu utasema maneno haya mara 100 biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na kila mara moja unamtaja jina yule ambaye analeta vurugu, ambaye anatakiwa kutulizwa. Basi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, sayaj'alu bainahuma alwaqara wasakina, atajalia baina yao utulivu, lakini kadhalika kutajalia baina yao maelewano mazuri na kuheshimiana baina yao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Amali hii inadumu ndani ya masiku 7 mutawalia yanayofuatana. Yani kwa maana kila siku utasoma aya hii wala huma sakana mara 999. Kisha baada ya hapo utasoma kwa idadi ya ismu talib na ismu matlub. Kisha baada ukishamaliza hiyo utasoma aya hii thumma anzala Allahu sakinatahu kwa hisabu isiyopungua mara 313. Kisha baada ya hapo utasoma maneno haya Allahumma inni as'aluka alhamda la ilaha illa anta mara 100 kwa kila siku ndani ya yale masiku 7. Basi hapa utulivu utakaokwenda kutawala ndani ya nyumba hiyo, subhanallah, ni furaha, ni amani, ni raha, ni burdani, ni starehe za kila hali biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, wewe ni mtu ambaye bila shaka unalifahamu hili. Tumewahi kufanya sana kwa watu wengi sana, na hasa ndugu zangu walio katika ardhi ya Marekani, kwa sababu Marekani kuna shida kidogo.
Na shida iliyokuwepo ni kwamba yani naweza kusema hata Ulaya pia iko hivyo. Yani Amerika na Ulaya yake ina shida kubwa sana. Unaweza kuona yani mwanamke ndio anakuwa kama mwanaume, ana uwezo wa kuamua chochote kile. Sasa watu wengi wamejikuta wapo katika mashaka kama haya. Alhamdulillah, kuna watu ambao walitufikia, kwa maana watu waliwasiliana nasi wakatueleza mashakili yao. Mtu ana mke wake lakini mke hasikii, ana uwezo wa kuondoka akarudi siku ya 3 na haulizwi kwa maana ulikuwa wapi. Ukitaka hilo unatafuta matatizo. Sasa kwa hiyo basi wakatueleza baadhi ya ndugu zetu, tukawaambia inshallah hakuna shaka, kuna namna za kufanya. Wakasema sisi jukumu letu ni nini, tukawapa lile jukumu lao. Wakasema basi inshallah, wakatekeleza. Kila mmoja alitekeleza kwa wakati wake na kila mmoja alifanya majambo yake kwa namna yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baada ya kufanya matukio haya ambayo tuliyofanya katika taratibu hizi, mpaka sasa ndugu zetu wanatupigia simu wanasema, Sheikh, wallahi kazi mmefanya, Mola atawalipa kila la kheri. Sasa hivi ni full utulivu. Yani mwanamume akisema basi ndio mke atakalotekeleza. Lakini kadhalika vile vile mwanamke huyu yani atakuwa ni mtu msikivu sana, anaelewa, anapoelekezwa anaelekezeka, basi mambo yamekuwa yanakwenda vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama hilo alitoshi, hapa Nairobi tu yupo ndugu yetu mmoja ambaye naye huyu ni dada yetu ambaye alikuwa anasumbuka sana na habari za mumewe. Mume asikii, yeye yuko na vimada tu wakati wote, yuko bize sana kwa kimada huyu kimada yule, basi ndoa imeingia mtihani. Lakini alhamdulillah, baada ya kutueleza habari hizi, namna jinsi ambavyo tulivyompa maelekezo na namna alivyofanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa anatupigia simu, anatuambia anamshukuru Mwenyezi Mungu, huyu bwana akitoka kazini stendi ya kwanza ni hapa, na akifika hapa mara nyingi sana upenda sana kuniambia, mke wangu hebu tutoke mahala kidogo. Kwa hiyo tunatoka pamoja, anaonyesha mahaba, mapenzi na kuna mambo ambayo alikuwa ameacha kunifanyia muda mrefu, kwa sasa anayafanya. Zawadi vinakwenda sana mashallah, vitu ambavyo vilikuwa vimeshapotea kabisa. Aywa, alhamdulillah rabbil alamin. Sisi yetu tunasema la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hivyo na wewe ambaye ndoa yako ina shida, ina mitihani, ina madhara, mashakil, pita utaratibu kama huu. Lau kama utaona utaratibu wewe huwezi, sisi kufanyia inawezekana popote pale ulipo. Lakini kuna kanuni inayosema in tushghilin nasa tagharam thamanahu, iwapo kama utawashughulisha watu waache yao ili wadili na kufanyia yale yako, lazima ugharamie thamani. Huwezi kukwepa kugharamia thamani ya kumfanya mtu aache muda wake na kufanya majambo yake kwa ajili ya kudili na kuyafanya yale ya kwako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na siku zote man yarifil matluba yahqiru ma badala, yoyote yule ambaye atakayejua thamani ya anachokitafuta atadharau kile anachokitoa. Ukimwona mtu anaangalia sana kile anachokitoa, wallahi huyu mtu hajui thamani anachokitafuta ni kitu gani, hajui kabisa. Angekuwa anajua thamani anachokitafuta, asingetazama thamani ya hiki anachokitoa. Hiyo ndo shida ya watu wengi sana. Anataka afanyiwe, wakati huo hajui anachokitafuta kina thamani gani. Ni tatizo kubwa hilo. Kwa kweli ni tatizo kubwa ambalo watu wanatamani kufanyiwa, lakini bahati mbaya hata thamani ya kile anachotaka kukipata anakuwa hajui. Hatimaye anaangalia hichi alichonacho sasa kinamfanya anafeli kufikia katika yale malengo yake. Mimi nikwambia tu, kama mzangu mtufuatilia kipindi chetu hichi, ni kwamba utulivu na ile tunasema yani kama tunasema ile usumbufu katika ndoa sasa unakwenda kumalizika. Taratibu uliopewa ndio taratibu ambayo madhubuti mno, ambayo unaweza kumdhibiti mumeo au unaweza kumdhibiti mkeo na kuweza kuachana kabisa na vimada watu au michepuko watu wa nje ambao inapelekea sasa mahaba, mapenzi, huruma, masikizano ndani ya ndoa yanapotea. Basi hii ndio fursa pekee. Itumie sasa taratibu huu ulioelekezwa ili uweze kurejesha amani, utulivu, mapenzi, masikilizano, lakini pia na hata makubaliano katika yale ambayo mlikubaliana yaweze kwenda vile ambavyo mlivyofahamishana. Na huu taratibu ulivyo ni kwamba mtu unaweza ukafanya wewe mwenyewe, ima ukitaka ufanyiwe, maana yake hautakwepa gharama. Na gharama hiyo ni vile unavyotaka wewe, ni gharama utaelekezwa vile inavyotakiwa, utakatibiza, kwa sababu hatabidi uache wiki nzima kwa ajili ya jambo lako wewe. Maana yake basi ni kweli lazima ugharamie thamani ya kutosha tu ili uweze kufanya jambo lilo
bora. Na kanuni ilivyo, ukifanyia jambo katika njia zake utafika unapopataka, lakini ukileta bado ujanja ndio utatembea kwa muda mrefu basi na kufika unapotakiwa kwenda. Kwa hivyo ni fursa kipekee kabisa kuweza kufanya taratibu huu ili kuweza kutuliza mumeo au mkeo au kuweza kudhibiti mahasidi ambayo katika ndoa yako ili asiweze kuingia, lakini pia wewe uweze kubaki kwa na mahaba, mapenzi na mume wako, lakini pia kuondosha mizozo, lakini pia kuondosha vurugu, mapambano baina yenu, kutengeneza mahaba, mawadda, lakini pia kwenda mbali zaidi kufanya nyumba basi kuwa na utulivu wa kutosha na maisha yaweze kuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Kisha kufanya nini? Kama unahitaji kufanyiwa na Dr. Said na Sheikh Yusuf Gazali pamoja na jopo lake, basi fursa pia bado unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba unazoziona hapo. Unaweza kutupigia simu kwa WhatsApp, kutupigia simu ya kawaida, kutuma message ya WhatsApp au message ya kawaida, utasikilizwa, utajibiwa, utapewa mwongozo ule kwa bora wa nini kinaweza kufanyika ili mawazo katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Na awali yote nikwambie kwamba ofisi yetu inapatikana hapa Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni ndio mwisho kufanya shughuli zetu hapa ofisini, lakini unaweza kufika hapa ofisini kwetu ukasikilizwa, ukashauriwa, ukapewa mwongozo kwa bora. Lakini pia kama uko mbali unaweza kupiga simu ukasikilizwa, ukashauriwa pia na ukapewa mwongozo wa vipi jambo litakafanyika katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Lakini pia zipo dawa ambazo zinapatikana hapa ofisini kwetu ikiwemo mkono wa Idi, lakini pia Ar-Ramadi kwa ajili ya maradhi ya macho ya aina zote, lakini pia ipo dawa ya tezi dume au kansa ya tezi na masala yake yote, lakini pia yote haya yanapatikana hapa ofisini kwetu, bila kusahau tunashughulika pia na watu wenye maradhi ya uchawi au maradhi ya kishetani mtu kafanyiwa, au migogoro katika ndoa, au una mtu anafanya kazi zake na ziende vizuri, fursa pia kufanyiwa ipo. Asiana nazo kutana nazo hapo ili pewe mwongozo taratibu kwa bora idhnillah subhanahu wa ta'ala. Khairi nyingi zitapatikana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.